Bana, huu mzigo ni wa moto sana. Ni love story fulani ambayo inamhusu huyu dada anaitwa Hosana, ambaye ana kila kitu. In short, ana maisha mazuri sana. Yaani anaendesha gari kali, ana nyumba nzuri, ana biashara yake iliyofanikiwa sana ya garage. Kwenye jumba lake anaishi na rafiki yake anaitwa Vicky. Ni rafiki yake wa muda mrefu, wanapendana sana. Sasa leo amerudi analalamika Hosana. Anamwambia Vicky, hivi unaweza amini yule bwana tumeachana? Uwezi amini tumeachana? Kwa nini sasa? Yaani hata sielewi, au kwa sababu nimemsaidia kutengeneza generator yake. Mimi nimemtengenezea ili aokoe pesa yake kwa fundi, maana kitu kibovu na ninaweza kutengeneza. Kuna ubaya hapo Vicky? Makubwa hivyo tu. Lakini Hosana, nikwambie mara ngapi hichi kitu gani? Acha kujiweka kama mwanaume Hosana. Wanaume hawawezi kuvutiwa na wewe. Wanaume wanapenda mwanamke uwe mlaini, udekideke, uonyeshe unawahitaji. Sasa hii kuvaa kwako kiume, mara amekuita kwake, umeanza kuhangaika na majenereta yake. Huu umakenika wako huu, ugumu. Ndio maana wanakukimbia shoga yangu, acha. Umeshafanikiwa Hosana. Una kampuni kubwa, garage kila mkoa. Ni muda sasa furahia mapambano yako. Anza kuishi kama mwanamke sasa, Haufai kuchezea mainjini tena, kuchafuka mawili. Achia vijana wafanye kazi. Maana una pesa, hauonyeshi kama una pesa. Uvaji wako ndo hivyo. Mwanaume gani atavutiwa na wewe? Usijali Vicky, naamini nitampata mwamba atakayenipenda mimi jinsi nilivyo. Huyo Hosana hana bahati na mahusiano. Wanaume wengi wamemkimbia kwa sababu ni dada ambaye hajali kuhusu ulembo. Hana muda huo. Yeye ni mtu wa kazi. Hata uvaaji wake anavaa ni kama mwanaume. Hata uongeaji wake waweza sema ni tomboy Hosana. Lakini hapana, ni mazingira aliyokulia ndio yamemfanya kuwa hivyo. Ni binti wa kipekee kwenye familia ya watoto 8. Nguo zilizowaruka kaka zake alipewa yeye avae. Kwa sababu ya hali ya kimaisha ya nyumbani kwao, hakuweza kuendelea na shule, alilazimika kwenda garage kujifunza umakenika. Sasa mliofanya kazi garage, nadhani mtakuwa mnaelewa mazingira ya garage yalivyo. Sasa imagine kwa mtoto wa kike, saa ngapi atakumbuka ulembo? Sasa mara nyingi jioni baada ya haso zake, Hosana utamkuta sebreni kwake mbele ya TV, ameweka sinema zetu akifuatilia tamthilia ya Jua Kali. Na kuna mwigizaji anavutiwa naye sana, anaitwa Brian. Basi rafiki yake Vicky akawa anamtania, wewe utakuwa unamclash huyu kaka. Haiwezekani muda wote Brian. Japo ni utani na ndo maisha yao hayo Vicky na Hosana, lakini utani huu kama una ukweli ndani yake hivi. Basi siku moja kama zali bana, Brian anaenda zake Lamata Village, akapata breakdown ya gari yake njiani. Mitaa ya kina Hosana, kuna mtu akamtonya Hosana, oya, yule mwigizaji Brian unayemkubali yule pale, usinitanie kweli. Akasogea Hosana, ile anakaribia, kuna muhuni akamkaribisha Brian kitaa, akapita na simu yake. Muhuni kajichanganya kumpiga tukio clash wa Hosana mbele ya Hosana. Hosana aliunga naye, akafanikiwa kuirejesha simu ya Brian. Aisee, nashukuru sana, sijui hata ingekuwaje, maana simu yangu ni kila kitu, michongo yote ipo humu. Usijali, na gari yako ina shida gani? Hata sielewi, imenizimikia ghafla tu. Sasa magari ndio vitu vyake Hosana. Akaitekenya kidogo tu, goma likawaka. Kumbe ni betri tu ilikuwa imecheza kidogo. Basi Brian akashangaa, ni mara yangu ya kwanza nakutana na binti anajua magari kiasi hiki. Ni vitu vyangu, ni vitu nachezea kila siku. Basi Brian akashukuru sana. Hosana amerudi kwake, anachekelea tu, shoga nipe umbea, mbona una furaha sana leo? Nimekutana na Brian. Na kuwapia tena, sio kumuona tu, nimemsaidia kutengeneza gari yake. Kwa hiyo vipi, umechukua namba yake? Hata nimezuga sina shobo naye. Kwa hiyo ukaacha ondoke kirahisi tu hivyo? Nimemfuata nyuma mpaka nimejua anapoishi. Kumbe ni mtaa pili tu hapa, karibu na kwa yule mama Kijuso. Kumbe yupo karibu tu hapa. Brian baada ya yale matukio akaona kuna haja ya kuwa na ulinzi, lakini pia dereva. Sasa hiyo siku Hosana kama kawaida yake yupo zake jogging asubuhi, akajipitisha kwa Brian. Nje getini akaona tangazo la kazi, dereva anahitajika haraka sana. Hosana akaona hii ndio fursa hii ya kuwa karibu na mwanaume nimpendaye, clash wangu. Akajitosa kuomba mchongo kwa Brian.
Brian hakushangaa kumuona Hosanna. Alichotaka ni kujiridhisha tu kama kazi ataiweza. Hosanna akapata kazi, maana alidai ana uzoefu wa kutosha na magari. Japo rafiki yake Vicky hakumuelewa, maana Hosanna hana njaa hizo, ana maisha kumzidi Brian. Basi akawa ameanza kazi Hosanna ya kumwendesha Brian. Siku moja asubuhi wanatoka, mara wanaingia watu wanadai gari anayotumia Brian. Master kwa kufeki maisha, kumbe gari sio la kwake, amekodi na anazingua kutuma pesa. Kwa hivyo wenyewe wamefika, wanataka chombo yao. Safari haikuendelea tena, Range ndo hivyo imeondoka. Atavimbia nini Brian? Akiwa amehaha, aelewi anapata wapi ndinga lingine, maana anatarajia kwenda kwenye event ya tuzo za waigizaji kesho kutwa tu hapo. Hosanna akawaza atoe gari yake ampatie, japo hataki mwamba asanukie. Alichokifanya akamwongopea kuwa anapoishi ni kwa bosi ambaye amesafiri, yupo nje ya nchi. So kuna gari lipo la bosi wake, atamwazima atumie kwa muda. Kweli Hosanna akafanya hivyo. Brian hakuamini aisee, kama dereva wake kamuokoa na hakujua amlipe nini. Hata hivyo cha kumlipa hana maisha hayo Brian, ila tu akamuomba waende wote kwenye event, awe kama partner wake usiku huo. Okay, sasa rudi nyumbani, kavae vizuri, yani utokelezee, yani tuongozane wote, si unajua mi blonde. Bana Hosanna akaenda kujimaliza bwana, akapigilia mjumba wake safi. Anamuhau kweli kweli Hosanna. Leo anaenda kuwa ubavu wa kushoto wa mwanaume ampendaye, japo ni kwa usiku mmoja tu. Anaona ni kama ndoto inaenda kutimia hivi maskini. Basi muda wa kutoka ukafika, Brian akashuka. Anashangaa kumuona bibie ndani ya suti. Mbona umevaa suti? Tunaongozana vipi umevalia suti? Si nitaonekana natembea na mwanaume mwenzangu? Maongezi yakiwa yanaendelea, muda huo inaingia pisi moja kali sana, imetupia kinoma. Kumbe ndo pisi ya mwamba Brian. Basi wakakumbatiana kwa bashasha, wakapigana mikisi na nini. Yote yanafanyika, Hosanna anashuhudia. Kiroho kinamuuma kweli kweli. Hii inahitaji ujasiri kidogo hii. Labda sio pisi za buza. Saa hiyo unanyang'anywa funguo za gari na unatiwa aibu mbele ya bibi wako. Lakini sio kwa Hosanna. Yeye akamezea tu. Hata rafiki yake Vicky akamshangaa. Uliwezaje kuvumilia jambo hilo? Maana hilo ni shambulio la kihisia ndugu yangu. Kesho yake Brian akapata mgeni mwenye kuitwa Dami. Brother man fulani cool sana, ni besti yake na Brian. Wakati anaondoka, Dami akafosi mazingira ya kupata namba za Hosanna, lakini Hosanna akamtolea nje mwamba. Kinyonge sana Dami akaondoka, japo akajiapiza, nitakupata tu, ipo siku yako. Dami akaanza kuifukuzia pisi. Hosanna yupo zake kwa wana, mara Dami huyu hapa. Wewe vipi tena huku? Umepajuaje huku? Ni kwamba unanifuatilia au? Hapana, nimekuja kufanya mazoezi na mimi. Kwani hapa si jimu hapa? Mwamba Dami kisa penzi kajikuta kavamia jimbubu. Oya, walimpigisha tizi mwamba. Akienda kulala huyu, sijui kama ataamka. Turudi kwa mwamba Brian. Kuna mwana anaongea naye kwenye simu, na kubwa hasa ana shida na milioni 5. So ilikuwa anamkopa mwana, lakini mwana akamkatia simu. Inaonekana Brian ni mtu wa vibuti sana. Watu wameshaanza kumchoka. Umaarufu bila pesa ni tabu aise. Hosanna amesikia maongezi yote, akajikuta anaropoka, naweza kukutafutia hiyo pesa. Brian akashtuka. Si unakumbuka nilikuambia nilikuwaga makenika? Kuna mabosi niliwatengeneziaga magari yao, so wananiamini sana. Alafu pesa sio shida zao, naweza kukukopea. So unaweza kunifanikishia hiyo pesa? Ndiyo. Nitashukuru kinoma, utakuwa umetisha kinoma ise. Amerudi kwa shoga yake Vicky. Vicky akamwambia, kiukweli sikusapoti katika hili. Ulipofikia Hosanna unakuwa chizi sasa. Umependa hadi unakuwa mjinga Hosanna. Vicky, nimeguswa kumsaidia tu. Japo kweli nampenda, lakini sijapoteza utimamu huo ndugu yangu. Hapana, umelogwa wewe, sio bure. Wanaume hawana shukurani shoga yangu. Utalia vibaya wewe siku yake. Huyu Vicky inaonekana ni mhudhuriaji mzuri sana wa vikao vyao vile, vikao vyao vile vya dadas. Maana kodi anazijua huyu. Hivi penyewe ushapigwa matukio, unatarajia utaweza kuwini pendo la kiumbe kama huyo? Haya, niko pale. Mwamba Brian baada ya kutumiwa ile milioni 5 akashukuru, japo akaanza kumtilia shaka Hosanna. Isijikuwa ana maisha ananipanga, hapo anawaza Brian. Okay, Hosanna, mimi naamini kama umeweza kunitafutia milioni 5 na ukapata, unaweza pia kubadili muonekano wako.
haipendezi mdada kuvaa loko hivi, tena nguo za kiume, please. Lakini si nilikwambia pesa nimekopa tu Brian, sina pesa hiyo ya kubadili muonekano Brian. Anaendelea kuzuga Hosanna, na hata hivyo anatafuta upendo wa kweli Hosanna. Hataki amvutie mwanaume kwa mafanikio yake ama urembo, shepu na vitu kaa hizo. Sasa rafiki yake na Hosanna yule Vicky, baada ya kuona Hosanna aelewi ushauri wake, ikabidi ajilengeshe kwa Brian. Na kweli Brian akamtongoza Vicky. Lengo la Vicky ni amuonyeshe rafiki yake kuwa hawezi pata upendo wa kweli kwa Brian. Ameshaonyesha dalili zote za umaraya, lakini Hosanna haelewi. Basi siku hiyo ndio pap yupo kwenye gari na Brian, Vicky anaingia. Bana, ilikuwa surprise ya maumivu sana kwa Hosanna, maana Vicky hakumshirikisha Hosanna mpango alionao. Sasa wamerudi nyumbani wakawashiana moto, ndio Vicky kuelezea nia yake na ndio Hosanna kuelewa, hata wewe hajakutaka kwa sababu umejiweka kiume sana. Ukitaka kuniamini Hosanna, badilika. Anza kuvaa vimini, nguo za kushika umbo lako, Nakwambiaje, siku mbili nyingi anakutongoza Brian. Bana kweli Hosanna akapiga mashopping fulani hivi ya kupania sana, akisaidiana na rafiki yake Vicky. Akaanza kutupia bidada. Hiyo siku ya kwanza tu Brian amemuona, mimate ikamdondoka kama mbwa mwenye njaa kaona mfupa. Kwani zilivuka hizo siku mbili, mwamba akamtia voko mtoto. Ndipo Hosanna akapigia mstari alichoambiwa na Vicky. Muda wote amekuwa dereva wa Brian, hajawahi kusemeshwa habari za mapenzi. Leo kubadili muonekano tu, Brian kapagawa kama ndio kamuona leo Hosanna. Kwa hiyo ni wazi kuwa ni tamaa tu ndio imemsukuma kumtongoza, hata sio upendo, kitu ambacho hakitaki Hosanna. Alichokifanya Hosanna ni kumtafuta Mama Kimbo wa kukodi na mapolisi bosheni, wakatengeneza drama fake. Mama akafika kwa Brian na kuambia, wangu na mapolisi kama wote, kamateni mwizi mkubwa huyo, lazima ulale ndani leo. Funguo ya gari yangu iko wapi? Yaani kusafiri kidogo tu kwenda nje ya nchi unatumia hovyo mali zangu. Milioni 5 yangu ya kwenye draw iko wapi? Haya, gari yangu inafanya nini huku? Polisi, kamateni mwizi huyo, mnashangaa nini? Na kutia jela wewe na uko wako mzima, mbwa wewe, mpaka unilipe vitu vyangu. Bana, huyu Mama Kimbo ana baraha kama kweli vile, kumbe mpango do. Basi akafanikiwa kurudisha gari yake Hosanna, lakini pesa Brian hakuweza kurudisha. Nilikwambia Hosanna, umejionea mwenyewe sasa. Yaani mwanaume ana roho ngumu huyo. Tumeondoka pale, anajua naenda polisi, lakini sijaona hata simu yake, na ndio kwanza alizima na simu apatikane, na anajua anadaiwa milioni 5. Yaani hizo shoga yangu ndo hesabu umepoteza hivyo. Ndo ujifunze. Bana, goma letu ndio linaelekea mwisho hivyo. Wakati wote huo mwamba Dami hakuacha kumsumbua Hosanna. Aliendelea kumfukuzia bila kuchoka. Mwamba ni cool na yupo real sana, na alianza kumpenda Hosanna kabla hata ya kubadili muonekano. Kama mnakumbuka, alikuwa anamfuatilia mpaka Jimbubu kule na nini, akamshuhudia mpaka ananyanyua vyuma, lakini bado alimpenda. Basi mwisho wa siku akawini penzi la mtoto Hosanna, maana Hosanna alikuja kugundua mwamba ana mapenzi ya dhati. Wakaanza safari yao ya mahusiano, na ndipo kujua ukweli kuwa Hosanna sio njaa, ana maisha, ana makampuni, amefanikiwa. Bana, mpaka hapa sina la ziada. Ni msimuliaji wako Augusto Tabib. Nikukaribishe kucomment, kulike, lakini kushare, na kama ungependa kuwa mwanafamilia wa WeSport Recaps, basi usisahau kusubscribe mtu wangu. Bye bye.